to punish every act of disobedience once your obedience is complete. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedience to Christ. And we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. Hallelujah. Though we live in this world, we are not of this world. We don't fight like the world fight. Our weapons are not carnal. Bwana Yesu apewe sifa. We have spiritual weapons. Amen. Our battlefield, it is in our mind. Amen. We bring down every imagination. Imagination, every imagination that try to exalt itself against the knowledge of God. Hallelujah. That is the battle. Bwana Yesu apewe sifa. So ukijua the battlefield, where the battle is, and the weapon we have are spiritual weapon, amen, then you shall be able now to win the battle in this world. Though we live in this world. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. There are things ambazo zinakuja zinatutatiza. Tunakuwa na shida kubwa. Tunashindwa na kutembea na kufanya kazi. Unashindwa na kuamka. Unashindwa na kukula. Afya yako inadhoofika. Kwa sababu hiyo bato iko hapi kwa mawazo. Bwana Yesu apewe sifa. Saa hii mzee nimemuona ako na katroza kazuri sana. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wewe zile vitu unaweza ona si vile mimi naweza ona. Yaani katroza kake kamenibamba. Kamepigwa pasi mpaka kamekaa pasi. Hallelujah. We. Amegeuka pande hii nikaangalia kakoti nikaona kameingiana mzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani ukiona mzee ako sawa. Angapo ameona kama mimi. Hata kashati kako. Huyu mzee tunatakiwa tukaange na yeye. Tuwe tukipigana pasi na yeye. But now you see, ako na battles. Akizungumza unasikia vya battles ambazo wanapigana nazo. Bwana Yesu apewe sifa. And you cannot know unless sasa aongee. Kwa sababu kasuti kako sawa. Katruza kako sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini katika mawazo yake ako na battles ambazo anapigana nazo. Na si yeye tu. I believe kila mmoja wetu hapa ako na vita ambazo anapigana nazo. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukiona watu wamevaa vizuri, wako na masuti, they are battles that they are fighting. And these battles ziko katika mawazo. Shetani anajaribu kuinua mawazo mengine ambayo hayatokani na Kristo. Na Biblia inatuambia we have weapon to pull down all those imaginations. Amen. Those thoughts that does not come from Christ. Na tusilete chini. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. We have power. We have power. So that now you can walk free. Mawazo yako yametenganishwa. Umeshinda vita. I want us to go into 1 Samuel chapter 17.
In 1 Samuel chapter 17, the Bible talks about a man called Goliath, the battle of the children of Israel. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. This was a physical battle, but we can transfer to a spiritual battle. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Goliath alikuwa katika camp ya Wafilisti. Goliath alikuwa mkubwa in size. Chapter 17 verse 24. Verse 24, the Bible says what? Verse 24 says, whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear. Huyu Goliath alikuwa threat kwa wana wa Israeli, na walipokuwa wakimwona, wao walikuwa wanaogopa. Kuna vitu ambavyo shetani amekuwekea mbele, ukiviona unaogopa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukiviona unaogopa. Verse 4 inasemaje? Verse 4, tutasoma kuruka because it is a story that we know. That's what it says. A champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. His weight was 6 cubits and a span. His weight was 6 cubits and a span. Huyu jamaa alikuwa ni mkubwa. Huyu jamaa alikuwa ni mnono. Wakijiangalia wao walikuwa wanaona hawamwezi. Are we together? And that is how now shetani hufanya kazi. Anakuletea vitu unaona ni kubwa sana, mimi siwezi. Na unapoona ni kubwa, haleluya, amen, uoga unaanza kufanya nini? Kuingia ndani yako. Unaona haya mambo ni makubwa sana, mimi siwezi. That's why the Bible inaanza kuhusu vitu zake. Amen. Kuonyesha ukubwa. You may have bills ambazo hazijalipwa. Unaangalia unasema pesa hizi zitatoka wapi? Amen. Ukifanya mahesabu unaona unatakiwa pesa nyingi sana, unaanza kujiuliza hizi pesa zitatoka wapi? Unaanza kusikia hofu inaanza kuingia ndani yako. Tunaelewana? Ukifanya hesabu ya karo ambao haujalipa, nyumba uko na miezi ngapi ambao haujalipa, haleluya, na hii ni mwezi mwingine inakuja na hauna mapato, unaanza kupatwa na kitu kinaitwa hofu. Unashindwa, ninaishi aje? Nitaishi namna gani? Sasa hiyo ndio vita. Nitaishi namna gani? Ukiangalia wengine wanaendelea, lakini wewe hauendelei. Hiyo ndio vita sasa. Mawazo yako yanakuonyesha there is no way out. Hapo ndio inafika mtu anasema nitajitoa maisha. That is not the solution. Hiyo ni kushindwa vita. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni kushindwa vita. I thank God kwa sababu ya hawa wana wa Israeli. Majeshi haya hayakusema what, let us back and go home. Walikaa pale. Na ninaamini waliamini muujiza tu utafanyika. Huyu Mungu wa muujiza atafanya muujiza. The Bible says for 40 days and 40 nights. Wao walikuwa wanainuka, wanapata ile shida iko pale. Hiyo inaitwa tocha. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Naona vile watu wako na tocha. Walikuwa wanainuka, wanapata ile shida bado iko pale.
verse 16. Verse 16. 1 Samuel chapter 17 verse 16. Unasemaje? For 40 days the Philistines came forward every morning and evening and took his stand. Yes. Huyu Goliath alikuwa anasimama mbele yao. For how long? 40 days. For 40 days. For 40 days the children of Israel waliishi katika kitu kinaitwa fear. Anawaambia ya kwamba choose a man among you ambaye anaweza shinda